Kwa majina naitwa Simon Sangale Olenasieku, katibu wa chama cha DCP katika kaunti ya Nakuru. Hivi karibuni tumeona ya kwamba rais wetu William Samoei Ruto ni kana kwamba kuna jambo fulani namsumbua katika akili yake. Amekuwa katika siku zote kuanzia maeneo yote, akiwa kule katika maeneo ya Kakamega ya Western, akiwa katika eneo la Narok. Kazi yake kubwa imekuwa ni kumtukana our party leader Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua kama kiongozi wa DCP na pia kama kiongozi katika upinzani, the alternative government, hakukosea wakati aliposema kwamba rais wetu William Ruto afya yake imezoroteka hadi kwamba masikio yamekuwa yamefika juu. Everybody can see from the media vile ambavyo hali yake ilivyo. Na akaanza kusema mambo mengine ambayo imetukasirisha kama chama cha DCP katika kaunti ya Nakuru. Na sisi tumekuja mahali hapa tukiwa pamoja na viongozi wa DCP katika kaunti ya Nakuru. Tuko na yule kiongozi ya vijana hapa anaitwa Jai Jackson. Tuko na yule ambaye anasimamia academia and research Dr. Alphonse Owino. Na tuko na mwanasiasa mashuhuri hapa anaitwa Mheshimiwa Kafue. Sisi siku ya leo tunasema hivi, ni ya kwamba Rigathi Gachagua aheshimiwe. Na sisi tunaomba wabunge katika parliament hii ya 13 waweze kumimpeach President William Ruto. Is supposed to be impeached on health grounds. Tumeona kwamba yule ambaye ni president wa Amerika akiweza kutangaza kwamba afya yake iko katika hali fulani. What is so secretive about the health of our president William Ruto? Wewe Ruto, tunakuambia Ruto, wewe Ruto. Tunakumbuka kwamba umesema kwamba ati Rigathi Gachagua aliua msichana fulani wa Dedan Kimathi. Kama unasema kwamba aliua huyo msichana wa Dedan Kimathi, kwa nini wewe wakati huo hakuwa ameappointiwa kama deputy president? Why did you appoint a murderer to be your running mate as a deputy president? Wacha kucheza kitu inaitwa dirty politics. Mimi ningependa kusema hivi. Wewe William Ruto, you are pointing a finger katika kielekeza huyu ambaye anaitwa Rigathi Gachagua, a party leader. Na kuna vidole vingine vinakuelekeza tatu. Na mimi ningependa kukuambia hivi, hatujasahau vile ambavyo uliweza kufanyisha mambo ambayo inaitwa ile masaka, Githurai masaka. Hatujasahau ile Kware masaka ilifanyika katika ule mji wa Nairobi. Na hatujasahau baada ya finance bill ile video ilifanyika 2024 vile ambavyo majenzi waliuliwa. Na hapa niko na list those killed by your regime. Tunaangalia kwamba kuna wale anaitwa kama ule anaitwa Rex Masai. Rex Masai aliuawa. Tunaona kwamba Eric Shieni aliuawa. Tunaona Denzel Omondi aliuawa. Tunaona Chris Kitonga aliuawa. Hii ni list ya wale wote. Unaona page 1 yote hii watu wote. These are the people who killed by your regime. Na hao wengine wote wameuliwa. That's why tunasema kwamba one day one time ICC lazima ikuje katika taifa la Kenya. Na ile kesi yako ilikuwa imeanzishwa wakati ule mwingine wa 2012 ikafungwa kwa sababu kwa mashahidi waliuliwa, they were killed. Wale waliuliwa kwa Savo na wengine. We are going to revive this file ya 2012 ya kwamba the ICC must prosecute our president for the murders. Ya hizi zote zimefanyika mahali hapo. You cannot accuse Rigathi Gachagua of murdering 2 people ama 1 people. Na yet you appointed him after those cases zilienda kotini na hakuna mali Rigathi Gachagua alipelekwa kotini. Ikiwa kwamba unasema kwamba aliua huyo msichana, kwa nini hamjamkamata mkampeleka kotini? But your case is very open. We are saying this. Nikimalizia, hatujasahau the Kware massacre. Hatujasahau the Githurai massacre. Hatujasahau hata ile ambao waliuliwa kama Gen Zs, akina Rex Masai, akina Eric Shieni, akina Denzel Omondi, Chris Gitonga and these others. Unaona hii list yote? Hii imejaa watu waliuawa. Unaona hii list from hii wote we are not going to forget. Na tunasema kwamba one time after 2027 elections you are going to face the full force of the law. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Owino. I am an executive in the DCP party. Members of the press, thank you so much kwa kutusikiza na kukuja hapa ili tuweze kuzungumza na wananchi so that the Kenyans can understand who Ruto is. Mr. President, it is very unfortunate that you are accusing my party leader to be a murderer. I want to remind you that in 2007, I was in Eldoret. Mr. President, for me to remind you of who I am married to the last born daughter of Bishop Mark.
John Mark Kamau. John Mark Kamau is the retired bishop of KAG, Eldoret. KAG is the church where you went and burnt kids, women and families 2007. Hiyo kitu tunakumbuka kama kitendo ambaye imetendeka leo asubuhi. Ulichoma watu kwa kanisa 2007. Nani ajui? Kila mtu anajua. You are a perpetrator of the post-election violence ambaye tuli witness 2007. Rigathi Gachagua hajawahi chomea mtu kwa kanisa. Church is among the top institutions whereby we can find peace at a time of solace. You went ahead and burned kids, women, men and their families in church. So tunashangaa sana kama unakuja kusema hapa kwamba Rigathi Gachagua ni muuaji. Na vile SG wangu wamesema, saa hizi tunagundua Rigathi Gachagua ni muuaji. Alipokuwa na kusaidia kupata kura ya Mount Kenya. Around was it 4 million? 4 million votes that you got from Mount Kenya. Courtesy of Rigathi Gachagua. Hiyo wakati hukujua Rigathi Gachagua ni muuaji. Mr. President, stop hypocrisy. Kenyans know who you are. Na tunasema one term. Wakati yako imefika. Vile SG wangu anasemanga mene tekel peresh. Mene tekel peresh. Wakati yako imefika, hata tutaki ufanye kitu. Hata hizo manyumba tutaki umalize ama nini. Fanya kenye unafanya, kama kuna kitu ya kuiba wewe iba. Tarehe 8, the second Tuesday of August 2027, we have a date with you and we are going to stamp the one-term agenda on that day. Thank you so much. Thank you very much, members of the state. My name is Jackson Mugunjai, Chairman DCP Youth League Nakuru County. I'll be as brief as a cock on a hen and direct to the point as fast as I could. First of all, there have been some cases, the previous cases of the Gen Zs during the last Maandamano, they were killed by a person that we all know well, who is the President of the Republic of Kenya. Want to send a staccato drumming of warning to the President in his own hectarian and hectarian nation to fathom this. Us as the youth of Kenya, sisi hatujui tulikosea wapi. On behalf of the youth wote wa Kenya, mimi nakuambia pole kama tukuna pai tulikosea. Wachana na sisi, wacha kutuua. And because tumishi tunasema kitu fulani and you don't hear us. I want to urge all the youth from Nakuru, all the regions in Kenya to know this. Coming date 30 going forward, there will be a mass voter registration. Let's take advantage of that time so that we can do mass voter registration. Kura yako ndo nguvu yako. Kura yako, you will be able to choose a leader that you are more comfortable with, a leader that he listens to you, and a leader that you know atakuletea maendeleo hadi hapo mashinani kwenye yuko. So, as the youth, mchukue kura na msiogope. Huyu Kasongo. Wewe Kasongo wewe. Wewe Kasongo wewe. Wewe Kasongo wewe. Najua unatuona. Uko kijua vijana wote na majenzi wote. Wamesha stamp authority na wakasema wewe ni one term. One term is inevitable and one term cannot be stopped. Be blessed. Thank you so much, the members of the fourth state. Mimi najulikana kama Kafue Maendeleo Mashinani. Na mimi ndo rais wa vijana katika hii county. Na mimi ni mtu wa chama ya DCP. Chama ambacho kinaongozwa na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. We have seen you call our party leader a murderer. And if there was an award of being a murderer, we would have given to you, Mr. President William Ruto. Umeua vijana, umeua akina mama ambao umeua biashara zao. Wewe kama rais umekuwa ukiharibu kiti ya rais na mauaji. Na mimi nasema ya kwamba sisi vijana tunasema kitu moja. Sisi tuko kadi. Tuko kadi. Na kadi ni kumaanisha aje? Sisi tuko na kura ya kumake sure wewe ni one term. Na wewe kama rais, nasikia mnasema sisi hatuna agenda. Na sisi kama watu wa DCP na watu wa United Alternative Government, sisi tunasema ya kwamba you need to be checked kidogo. Hata wewe tutafikisha wewe pale Mathare kidogo tujue unaangaliwa nini. Kwa sababu you look very insane and you look like your health is deteriorating. Na kama hii kazi ya rais imekushinda, you can just resign bana.
tuko na watu wanaweza fanya kazi. Na mimi nakuomba Mheshimiwa Rais, wacha hii siasa ndogo ndogo unapiga hapa. We know you from first. Kutoka 2007, we know what you planned and we know you. We remember the Kiambaa sceneries. They are still fresh in our minds. Na sisi tunasema ya kwamba wewe Kasongo wewe ni one term. Na unasema one term si agenda? One term ni agenda. Na kama tunapeana madaras gift, wewe ndo wa kwanza tutapea. Mimi naitwa Kafue na wewe ni one term. Asante sana. Yes, sir.